nikapigiwa simu na mtu, namba ambayo sina, lakini mtu alijitambulisha kama chairman wa nyumba 10. Akaniambia mtoto wako tumempata na makosa na tumemshika. Nikawauliza amefanya nini? Akaniambia mtoto wako amekuja hapa kuona mtoto wangu msichana ambaye wanasoma na yeye. So Betty alipigia nyumba 10, akawaambia kuna kijana hapa kuna mtoto wangu, na nyumba 10 wakakuja wakachukua mtoto wangu wakamdiscipline kabla mimi mwenyewe nifike, na sikujua mtoto ameumizwa. Asubuhi kijana akakuja kwa nyumba, ndugu yangu akaniambia, Moses, unahitajika kwa madeu, mtoto ako hali mbaya. Kumbe mtoto wangu alikuwa shakufa na sikuwa na habari. Ndio ilipofika saa 7, saa 8 mchana tukaambiwa mtoto ameaga. Na chanzo cha mtoto ambaye ni mchezaji Dadi ambaye yako form 3 ambaye alikuwa na malengo ya kuchezea Kakamega Homeboys, ndoto yake imekatizwa. Na chanzo cha kukatizwa kwa ndoto yake ni kwamba yeye alipotumwa kule dukani akakutana na msichana ambaye wanasoma na yeye. Nyumba 10 iliitwa ikachukua huyo mtoto na wakamwadhibu kupita kiasi. Mimi naomba serikali kwamba hawa watu ambao wamewekwa nyumba 10 wameua mtoto wa rafiki yetu, wameua mtoto wa mtoto wetu Moses. Kwanza saizi tunafaa tuko na zungumuza kama wako ndani. Nyumba 10 iliwekwa ili isaidie kuweka usalama, ili tuzidi kujua majirani wetu. Ikoje ni mtoto wa hii boma hapa nyumbani mnamjua na mnampiga kiasi hicho? Haya.